Vijana hoye! Vijana hoye! Mombasa hoye! Mvita hoye! Wamama hai! Wamama hai! Asanteni sana. Vijana, nataka muwe kimya hapa vijana. Tafadhali vijana, nataka muwe kimya. Nataka kusema maneno muhimu. Ling ling. Ling ling. Ling. Hello. Vijana, kwanza tuna huzuni hapa. Mmoja wetu, ndugu yetu, kipenzi chetu, ndugu Omar Mwinyi. Omar Mwinyi amepoteza bibi yake. Bibi yake Omar Mwinyi aliaga dunia juzi. Tunaomba Mola amweke moyo yake pali pema peponi. Ndugu Omar Mwinyi tumekuwa naye kwenye harakati ya ukombozi wa pili. Yeye alikuwa hapa Mombasa kama mwanachama kiongozi wa IPK. Wakati ile serikali ilikataa kusajili chama cha IPK, Islamic Party of Kenya. Sasa sisi kama Ford Kenya wakati ile tukafanya shirika na chama cha IPK. Ndio sababu Omar Mwinyi akawa ndio candidate wetu wakati huo hapa Mvita. Upande ile ya Kisauni tukawa na Profesa Rashid Mzee, na upande ule mwingine tukawa na bwana Muhammad Mavumo huko upande ya Likoni. Sasa Omar Mwinyi ni mkereketi wa ukombozi wa taifa letu. Amesimama imara na sisi kwa muda hii yote, lakini hakuweza kufika hapa siku ya leo kwa sababu ya hiyo msiba amepata. Lakini isitoshe, tulipata habari kule Changamwe juzi walienda kubomoa manyumba huko. Manyumba yamebomolewa leo pale. Nyumba wa National Housing Corporation wanasema wanabomoa manyumba ili wajenge mati affordable housing. Unajiuliza, hiyo ni unafiki? Kama hiyo sio unafiki, sio unafiki ni kitu gani? Watu tayari wako na malazi, manyumba yao inabomolewa, na imebomolewa bila wao kuonyesha wataenda kuishi wapi. Binadamu si mnyama. Binadamu ni binadamu. Kama unataka kuhamisha binadamu hapa, mpaka onyeshe yeye atakwenda kuishi wapi. Mpaka ujenge nyumba mahali nyingine pale, ndio mhamishe yeye hapa, upeleke yeye pale, ndio uje kubomoa pande hii. Lakini huwezi kubomoa manyumba ya watu bila kuonyesha watu wao wataenda wapi. Hapo kuna jamii, kuna wazee, kuna wale wakina mama wakongwe, kuna watoto wachanga ambao hawana mahali ya kwenda. Hiyo ni unyama mtupu ambayo inafanywa na serikali hii ya Bwana Ruto. Tunalaani vikali ile kitendo cha unyama ambayo imefanyika kule ni. Sisi tumesema atupingi affordable housing policy. Maana sisi kama wana ODM na wana Azimio tulikuwa na mpango ya affordable housing policy katika manifesto yetu. Kwa kweli affordable housing inatakikana katika taifa letu, lakini mpaka ifanywe na mpango, kwa mpaka watu waelewane hii mpango itafanya namna gani, tutaanza wapi, tutaenda wapi, na nani atatoa pesa, itatoka wapi. Sio wewe unataka tu kama serikali na kifua unasema mpende msipende. Ile wakati wa kumpende msipende ilikwenda, hiyo tulitoa. Kama wewe unataka kuleta mfumo mpya
katika taifa letu, mpaka watu waketi chini wajadiliane, wakubaliane itaendeshwa namna gani, watu gani ambayo watafaidika, akina nani watafaidika, na pesa itatoka wapi, itajengwa namna gani. Haya yote mpango hajafanyika. Kutakuwa na kongamano ya kuongea juu ya mambo ya affordable housing scheme. Ndio sababu mahakama inasimamisha. Mahakama inasimamisha kwa sababu nasema ni kinyume ya sheria, ni kinyume cha katiba. Ndio sababu mimi ningependa kuambia Bwana Ruto, kama unataka vizuri kuja kwetu, tutakuonyesha wewe, tukufundisha ya kuendesha vile, kuendesha mambo hii ya affordable housing. Manake pale huko hapo haviendi. Sisi kama wanachungwa na wanaazimio, tunasema sanifu kwa taifa letu la Kenya. Kwanza kwa vijana wetu, nataka vijana wetu wakombolewe, wapate ajira sawa sawa, sio? Kwa hivyo ukisema ati wewe unaleta ajira kwa mpango hii ya affordable housing, sawa sawa, lakini fanya kwa njia mzuri. Hatutaki vijana wetu hawana kazi. Sisi tulikuwa na mpango sanifu ya kuzalisha kazi hapa Kenya. Sio kusema kwamba wewe unakwenda kutafutia Wakenya kazi kule Arabuni, kule Ujerumani, kule Marekani. Hapana, hapa Kenya. Mombasa hii ni mlango ya Kenya. Bidhaa ambayo inatoka ngambo yote 90% na kitu inapita hii bandari ya Mombasa. Hapa kuna ma containers maelfu naingia hapa na meli kila siku. Mafuta inaingia hapa Mombasa. Na hii mambo ya mafuta imeleta shida kwa Wakenya. Kwanza walipoingia ndani wakazidisha ushuru ya mafuta kutoka 8% hadi 16%, double. Pili, wakaenda kule Arabuni kuongea na wale Waarabu huko, wanataka kununua mafuta moja kwa moja, naitwa G2G, serikali kwa serikali. Wakatuma yule waziri wa nishati ambaye anaitwa Bwana Chirchir. Bwana Chirchir akaenda kule, badala ya kuongea na serikali huko akaongea na makampuni, akaweka sahihi na makampuni kule Arabuni. Moja naitwa ADNOC, ingine naitwa Aramco, kusema ati sasa wao watanunua mafuta moja kwa moja. Pili, manake yao makampuni ni washirika ya serikali ya nchi hizo, Saudi Arabia na Emirates. Sasa yeye badala ya kuweka hapa kampuni ya kitaifa ya Kenya, National Oil Corporation NOC, iwe ndio inabeba mafuta kutoka Arabuni naleta hapa, akaweka makampuni zingine hapa. Mmoja inaitwa Oryx, ingine inaitwa Gulf Energy, ingine inaitwa Galana. Hizo makampuni ambazo hazijulikani sawa sawa. Amewacha makampuni kama Shell, kama Total, amewacha kampuni ya serikali hapa, amewacha nje. Hiyo ndio imeleta shida katika uchumi wetu ya Kenya. Hiyo ndio sababu bei ya mafuta imepanda. Makandani ya hiyo deal ambayo waliweka sahihi huko, kulikuwa na commission ambayo imewekwa ya Bwana Chirchir na watu yake ambao wanalipa huko ngambo. Ndio sababu hakuweka NOC ili iwe ndio inaleta hiyo mafuta hapa. Sasa ilikuwa hiyo deal ifanye gharama ya pesa ya dola irudi chini. Manake wakati walipoingia kwa serikali, dola moja
ilikuwa inanunuliwa na shilingi 120, ikapanda kaenda 130, 40, 50, 60. Sasa leo imefika 170 na bado inazidi kupanda, inapanda. Ikifika mwezi wa Mei itakuwa shilingi 200 kwa dola moja. Shilingi sasa imekufa nguvu kwa sababu ya deal ya mafuta ambayo iliwekwa saini na bwana Chirchir na watu wake huko Arabuni. Zao kupitia bandari ya Dar es Salaam. Bandari ya Mombasa itapoteza 40% ya kazi yake hapa. Watu wataanza kufutwa kazi hapa bandari Mombasa. Bandari Mombasa itakufa hapa, manake itakuwa Kenya peke yake, kwa sababu ya corruption na serikali hii ya Kenya kwisha. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo tunalaani vitendo vya uhalifu, vitendo vya ugaidi ambayo inafanywa na serikali ya Kenya kwisha. Tumeelewana? Sisi kama Azimio na ODM tuko na sera sanifu ya kukomboa wa Kenya kutokea kwa janga hizi ya umaskini. Tunataka tuungane pamoja, ODM imarike. Vijana mko tayari? Mko tayari? Vijana mko tayari? Ngapi wako tayari kuingia kwa ODM? Nione mkono hapa. Halo? 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 Sisi tunahakikisha kwamba ODM inaimarika. Hawa kila mara wanauliza maswali mambo ya 2027. Abdul Samad anasema, wale wote wanasema, lakini mimi sijawajibu. Sijasema, wao ndio wamesema. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, asante sana. Sasa tutulie tuwasikize viongozi ambao wako hapa. Tutaendelea kwa mtindo huo. Nataka nimkaribishe